Okay guys, nipende sana kumshukuru Mungu kwa kibali na neema ambayo ameweza kutupa kwa kututoa katika mwaka 2025 kutufikisha katika mwaka 2026. Ni neema yake pekee na upendeleo wake pekee, sio kwamba tumetenda yaliyo mema sana mbele zake, ya kwamba ndio ameweza kutupendelea mpaka kuweza kufika mwaka 2026. Chukua nafasi kidogo uweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho ameweza kutendea mwaka 2025 na ameweza kufikisha katika mwaka 2026 kwa ajili ya kuanza upya na kujifunza kwa yale ya mwaka 2025. Take 1 minute to thank God. Okay. Ninaamini umeweza kumshukuru Mungu kwa namna jinsi alivyoweza kukutendea. Sasa tutaendelea kujifunza baadhi ya mambo ambayo yatazidi kutuelimisha na kutujenga kiakili na kiroho zaidi. Ni mwaka 2026 ambao tunaenda kuanza upya, na this is my first video that I create on January 1st, 2026, and I think it will be the better video that will create something in your mind. Okay, leo tutaenda kujifunza namna gani ambayo unaweza kuongeza thamani yako katika mwaka 2026. Tuna kuangalia baadhi ya mambo kama 6 ambayo yanaweza kutusaidia na kutuwezesha ili tuweze kuongeza thamani zetu katika mwaka 2026. Kitu cha kwanza ni jipende na jikubali. Kitu ambacho natakiwa kutambua ya kwamba kwenye hii dunia hauwezi ukapendwa kwa kiasi kikubwa, kwa kiasi ambacho wewe mwenyewe unaweza kujipenda. Hata kama uwe na girlfriend, uwe na boyfriend, umeona, uwe na wazazi, upendo wa wazazi hauwezi ukazidi the way unajipenda wewe mwenyewe. Upendo wa girlfriend hauwezi ukazidi the way unajipenda mwenyewe. Upendo wa boyfriend hauwezi ukazidi the way unajipenda mwenyewe. Kwa hiyo jipende mwenyewe muda mwingine, jipende mwenyewe na jikubali. Kujikubali maanake tukiangalia kwamba kubali katika uwezo wako. Kubali katika vitu ambavyo unavifanya wewe mwenyewe. Kubali katika mipango yako, kubali katika maamuzi yako. Kubali katika kila kitu ambacho unakifanya kwenye maisha yako. Lakini pia tambua ya kwamba Mungu ameweza kutuumba kwa namna tofauti sana. Ya kwamba mimi na wewe tumeumbwa kwa namna ya naweza nikasema tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu mwenyewe. Sasa tukiangalia kwamba Mungu yeye ana uwezo wa kutenda mambo ya ajabu. Mungu anaweza kutenda mambo ya ajabu, si ndio hivyo? Maana kama Mungu anaweza kutenda mambo ya ajabu, basi kama na mimi nimeumbwa kwa mfano wake yeye, ninaweza kufanya mambo ya ajabu. Kwa hiyo jikubali wewe mwenyewe, jikubali ya kwamba unaweza kufanya, hata kama kuna wengine waliweza kushindwa katika mambo ambayo unataka kuyafanya kwenye maisha yako, lakini wewe tambua ya kwamba I can do hata kama kuna wengine waliweza kushindwa. Jikubali katika maamuzi yako, kuwa na msimamo katika maamuzi yako. Umeona? Hiyo itaweza kukuongezea sana thamani yako kwenye maisha yako. For more information nenda kaangalia kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 14. Kitu cha pili ni jiwekee mipaka. Usipende kukubali kila kitu ambacho unaambiwa. Learn to say no, bro. Yaani usiangalie hata kama mtu ana thamani namna gani kwenye maisha yako. Kitu ambacho unaona hakitakuongezea thamani kwenye maisha yako, basi say no. Na kuna wakati mwingine hiyo itakuongezea thamani yako, kwa sababu utaruhusu watu waweze kutafakari na kujiuliza kwa nini huyo amesema hapana. Kwa hiyo basi tumpe nafasi aweze kujielezea na tuangalie mawazo yake na maamuzi yake katika kitu hiki. Usikubali kila kitu ambacho unaambiwa ili uweze kuonekana kwamba ni mwema kwa watu wote. Hauwezi ukapendwa na watu wote kama nilivyokuambia mwanzoni. Yaani hauwezi ukakubaliwa na watu wote. Kuna muda mwingine unaweza kuonekana kama ni mtu ambaye anajipendekeza tu. Umeona? Kwa hiyo angalia, pima katika mizani yako kwamba hiki hapa kilichosemwa, je, I can handle this and this is one of the part of my life. Umeona? Kwa hiyo kama hakihusiani na yale ambayo unayataka kwenye maisha yako, say no and give them a reason why you say no. Sio umealikwa kwenye party tu na mambo yako unasema okay, I'm coming. Umeona? Unataka kufanya biashara, mtu fulani anakuambia let's do this, na wewe unasema okay, I can do this. Tutafanya tu. Umeona? Yaani unakuwa kama vile unapelekeshwa ili uonekane kwamba ni mtu mzuri mbele ya kila mtu. Umeona? Hauwezi ukawa mwema kwa kila mmoja wapo. Kwa hiyo take a time and say no to everything that is not part of your life. For more information nenda kaangalia kitabu cha Mithali 4 mstari wa 23. Utaweza kupata maelezo zaidi.
Kitu cha tatu ni acha kujipendekeza. Kama tulivyosema, hauwezi kuonekana kuwa bora kwa kila mtu. Kwa hiyo acha kujifanya mtu mwema kwa kutaka kuonekana muda wote mbele za watu. Njoo nikupe mfano mmoja. Feni inapozunguka, yani ukiwasha feni, wewe ni switch on ile feni. Kuna ule upanga ambao unakuwa pale katikati, si ndivyo? Ule upanga unavyozidi kuzunguka, ukiwasha ile switch, ule upanga unakuwa huonekani, lakini unakuwa unanipa matokeo. Lakini sasa tukiuzima ule upanga, utakuwa unaonekana. Sasa kule kuuzima ule upanga ni sawa na wewe kujipendekeza sasa. Kwamba ile the way unazidi kujionyesha mbele za watu, unataka kujiprove mbele za watu ya kwamba wewe ni bora, ndio the way unazidi kujishushia thamani yako. Kwa hiyo acha kujipendekeza sana. Kuwa invisible. Yaani wewe ni mtu ambaye hauonekani. Mpaka kuna mtu mwingine watu wataanza kushtuka. Why this guy? Mbona hatumsikii? Yaani saizi kama Jamira saizi hatumuoni. Juma saizi hatujajua, sijui kuna kitu gani. Utaona sasa thamani yako itaanza kuongezeka, watu wataanza kutafuta. Oya bro, vipi? Mbona saizi umechill sana mwanangu? Shida nini? Amna, mambo mengi tu hivi na hivi. Kwa hiyo thamani yako inazidi kuongezeka pale ambapo wewe mwenyewe unazidi utakuwa unajipendekeza kwenye mambo yako, lakini sio kujipendekeza kwenye mambo ya watu wengine. Sijui kama tunaelewana hapo. Acha kujipendekeza. Acha kujipendekeza kabisa mbele za watu. Yaani hauwezi ukapendwa na kila mtu. Usipende kujionyesha kama sifa mbele za watu ili utake watu wafanyeje? Wakupende, wakuone kwamba huyu ni mtu mwema, huyu ni mtu bora. No. You can't be loved by everyone. Jipendekeze kwenye mipango yako, mambo yako. Okay. Kitu cha 4 ni jiheshimu. Heshimu maamuzi yako. Heshimu mipaka yako. Heshimu kila kitu unachokifanya kwenye maisha yako. Yaani the way unajiheshimu ndio the way utazidi kuheshimu, kuongeza heshima kwa watu wengine. Nikutolee mfano mdogo. Let's say mpo ni kwenye grupu, kikundi cha watu fulani. Kuna mtu mmoja ni mwongeaji sana. Kuna mtu mmoja ni yani muda wote utakuta yuko kimya. Lakini akiongea kitu, anaongea kitu ambacho ni fact. Lakini yule mwongeaji ni muda wote unakuta matusi, sijui nini hivi na hivi. Kwa yule labda ikatokea kuna hoja inatakiwa zitolewe. Atakayesikilizwa nani hapa? Majibu nayo. Atakayesikilizwa nani hapa? Kwa ni yule ambaye yupo kimya, utakuta muda wote labda yupo kimya, anasikiliza, ana get fact, umeona? Anachukua fact fulani hivi. Baada hapo ndo anakuja, jamani hapa labda tungefanya hivi na hivi na hivi na hivi. Watu wanatulia. Lakini kwa ni yule mtu mwingine ambaye ni mwongeaji, anapenda kutukana, sijui kufanyaje, ikatokea anataka kutoa hoja, hata kama amepata hoja nzuri tu, utasikia huyu naye. Kwa hiyo jiheshimu, stay calm. Usiongee kitu, usipende kuchangia, usipende kuongea mbele za watu kwa sababu unataka kuongea. Ongea kwa sababu una sababu ya kuongea. Kitu cha 5 ni jijenge kiakili na kiroho. Jitahidi siku isipite hujajifunza kitu kipya katika ubongo wako. Yaani kama labda yawezekana unaweza kusikiliza maarifa yoyote, niseme ni YouTube, labda kama hivi tunavyozidi kuongea namna kama hii, maana kuna kitu unakigeri, kuna kitu unakipata. Kwa hiyo jitahidi sana siku isipite hujaingiza kitu kipya katika ubongo wako. Yawezekana ni kwa kusoma, umeona? Yawezekana ni kwa kusikiliza, umeona? Yawezekana ni kwa kuona kwa matendo, labda umeona kwamba mtu fulani amefanya, umependa jinsi alivyofanya, umeona? Ni kwa kuona, umeona? Sasa ukishapata yale maarifa kwa kusoma, kwa kusikiliza, kwa kuona, kwa namna yoyote ile, kitu cha pili, yabadilishe kuwa maarifa. Yakishabadilishwa kuwa maarifa, usia impact tu kwenye ubongo wako kama maarifa unayo. Wenye maarifa ni wenye vitendo. Badilisha kuwa vitendo. Unaona? Kwa hiyo soma vitabu, sikiliza video zenye kutengenezea
Kama labda wewe ni content creator, sikiliza video ambazo zinaweza zikakusaidia kutengeneza content ambazo ni nzuri, umeona. Kama wewe labda ni mwandishi, soma vitabu ambavyo vinaweza kukusaidia kupata text zile ambazo ni nzuri, unaweza kuandika kwenye vitabu vyako. Hivyo usikubali siku ikapita muda wote uko na scroll on the social medias, unacheka, unafanya nini. Just learn something new. Kitu cha mwisho ni chagua mazingira sahihi. Sio kila mazingira ni sahihi kwako. Angalia yale mazingira ambayo yatakuondolea distraction, ambayo yanaweza labda yakakutoa kwenye focus. Inawezekana ni mazingira ya marafiki ulionao, labda inawezekana ni mazingira ya actions zako, yani jinsi unaona. Kwa mfano niseme matumizi yako ya simu, labda niseme, umeona, labda ni mazingira yenyewe, kama mazingira ni sehemu zenye makelele labda. Kwa hiyo jitoe katika mazingira yale ambayo unaona unaweza ukastay focus, unaweza ukastay calm, unaweza ukafanya vile vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia, yani pasipokuwa na usumbufu wowote. Na kama basi kuna tabia ambayo umeweza kuitengeneza ambayo imefanyika kuwa kikwazo sana kwenye maisha yako, unaona kwamba maanake tabia huwa inatengenezwa na mazingira na vitu vidogo vidogo sana ambavyo unavijenga kila siku kwenye mazingira fulani. Kwa jitahidi, anza kujitoa mdogo mdogo kwenye hayo mazingira na anza kutengeneza vijitabia ambavyo vitakuwa vinakusaidia, kwa sababu tunaposema, kuna James Clear ameweza kuandika kitabu kinaitwa Atomic Habit. Kama una muda wako unaweza kukitafuta, kinaitwa Atomic Habit. Atomic Habit anazungumzia kwamba ni very small habit ambazo very small behaviors ambazo unakuwa unazifanya every day, unazifanya kila siku, ndizo zinaweza kutengeneza something bigger that is known as a behavior. Yani vile vijitabia vidogo vidogo unavyofanya kila siku na vinakuja kufanyaje, kutengeneza kitu kikubwa ambacho kinaitwa nini, ndo tabia ambayo utakuwa nayo sasa. Hiyo inategemeana na nini? Na mazingira uliokuwa nayo. Mazingira ulionayo unatengeneza tabia gani ya kuvuta, labda unavuta bangi, unaanza kutembea na watu wavuta bangi wa nini, unaanza mazingira kutokana. Kwa vile vijitabia ambavyo kila siku unavifanya kila siku mdogo mdogo kulingana na mazingira ulionayo, ndio yatakayosababisha kuimpact ile behavior ambayo itakuwa exactly your behavior. Kwa hiyo jitahidi uweze kuondokana na mazingira ambayo yanaweza kufanya uweze kuharibu tabia yako au usiweze kufocus kwenye mambo ambayo unayafanya katika maisha yako. I know that kuna baadhi ya vitu inawezekana umeweza kuvisikiliza na vimeweza kukumotivate more, na kuna kitu umeweza kujifunza kupitia hii. Guys, please usisahau kusubscribe, kushare na kuweza kucomment kama umeweza kuipenda video hii. Okay. See you. God wishes.